Shalom, God bless you. Mungu akubariki sana wherever you are. This is Prophet Justin. Niko hapa tena siku ya leo na title nasema dhambi iliyohalalishwa makanisani, ambayo ndiyo inaongoza kwa kupeleka watu wengi kuzimu. Tupo kwenye nyakati ambazo asilimia kubwa ya makanisa kuna baadhi ya dhambi wamezihalalisha. Aidha wao kwa akili zao wanaona kuwa ni dhambi ndogo ndogo ambazo haziwezi kuwa na madhara yoyote, ama wakati mwingine wamezihalalisha tu kwa sababu ya udhaifu, kwamba wanashindwa kujizuia kufanya, wanajikuta wanazifanya. Sasa leo nitakupa hizi dhambi, nitakutajia hizi dhambi na asilimia kubwa ya watumishi ambao wamekufa wakiwa na hizi dhambi wapo kuzimu. Mungu akinipa neema nitakuja kukutajia watumishi maarufu waliokufa mkadhani wamekwenda mbinguni, kumbe wapo kuzimu kwa sababu ya hizi dhambi. Sasa Roho Mungu amenituma kwako nije kuzungumza na wewe. Kataa hii dhambi, kataa huu udhaifu kwenye maisha yako, kwa sababu ndo unaongoza kwa kuwakokota watu wengi kuzimu. Dhambi ya kwanza ni dhambi ya masengenyo. Mnakaa mahali fulani, mnamsema mtu kwa hila, mnamjadili mtu kwa namna isiyofaa, na ndio maana wakati mwingine mkimwona huyo muhusika anakuja, mnaacha kuzungumza. Tafsiri ya wazi kwamba hamkuwa mnamsema kwa mazuri, kuna namna mlikuwa mkimsema kwa hila. Kwa hiyo watu wanaspendi muda mwingi sana kwenye kukaa vikao na makutano kusengenya watu wengine, kusema maisha ya watu wengine katika namna isiyofaa. Sasa hivi vitawapeleka kuzimu. Ni dhambi mbaya sana iliyohalalishwa na itawavuta wengi kuzimu. Acha masengenyo, acha kujadili maisha ya mtu kwa sirisiri katika namna isiyofaa. Acha kumzungumzia mtu, kwa sababu wakati mwingine kwenye masengenyo ndo inaibua ile kumshuhudia mtu uongo, kumshuhudia jirani yako uongo, kwa sababu utalazimika useme vitu ambavyo havipo, ili mradi kujenga hoja katika majadiliano yenu kuhusu maisha ya mtu fulani. Kipindi fulani niliona mtu mmoja amecomment kwenye video fulani iliyokuwa nimemuexpose mtumishi fulani, akacomment akasema haya ni masengenyo. Na nikwambie hivi, mimi sifanyi masengenyo, ninaweka public mpaka yeye mwenyewe aone. Hii ni tofauti na masengenyo. Kazi yangu mimi ni kuexpose, kufichua, kuweka public. Masengenyo ni yale mnafanya kwa sirisiri kujadili maisha ya mtu, ambapo hata mwenyewe akitokea hapo dakika hiyo hamko tayari kuendelea, kwa sababu mnajua hamkuwa mnamsema kwa wema. Hiyo ni dhambi ya kwanza. Dhambi ya pili ni mizaha. Ukisoma Zaburi 1:1, Mungu amekataza mizaha. Lakini pia ukisoma kitabu cha Mithali anasema mpige mwenye mzaha na mjinga atapata busara. Leo hii mizaha, maneno ya utani, maneno ya mzaha yamepenya makanisani, kwa watumishi wa Mungu, wakati mwingine mpaka kwa wahubiri. Unakuta mhubiri anafanya mzaha madhabahuni, wakati mwingine anahubiri akitamka na maneno ya kihuni. Mzaha umeingia makanisani na unawafunga watu. Usichokijua ni hiki hapa, neno la Mungu ndilo litakalo kuhukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo usijidhanie uko salama eti kisa unanena kwa lugha, ama kisa unaombea watu wanapona, na for the same time unafanya mzaha. Usijidhanie uko salama. Unaweza kutumika kama daraja, alafu siku ya mwisho ukapatikana na hatia ya dhambi ya kufanya mzaha. Unafanya mzaha mpaka kwenye neno la Mungu. Wengine yuko tayari amfanyie mtu mizaha mpaka alie. Yuko tayari amfanyie mtu mzaha mpaka amuumize moyo. Yuko tayari azungumze maneno yasiyofaa kwa mtu, wakati mwingine taarifa za uongo kwenye mfumo wa mzaha. Alafu mwishoni anamwambia rafiki yake, bwana, nilikuwa nafanya mzaha. Maandiko yametoa kemeo kwa aina hiyo ya watu. Dhambi ya mizaha isitajwe kwenye vinywa vyenu, isitajwe kwenye maisha yenu. Dhambi ya tatu ni dhambi ya kukosa heshima ya ibada. Wakristo wengi leo hakuna heshima ya ibada. Mtu anakwenda kwa ibada muda anaotaka. Ibada inaanza saa 3, anakwenda saa 4, anakwenda saa 5, wakati mwingine mpaka saa 6. Na kuna mwingine anaingia kanisani, wenzake ndo wanafunga ibada, na wakishafunga ibada naye anainuka kana kwamba alikuwa yuko kanisani, na sebena wenzake wanaondoka. Kukosa heshima ya ibada. Wengine
wanafanya dhambi kwenye ibada kwa kufanya huduma kimazoea. Kwa sababu una sauti ya uimbaji, basi haujiandai kwenye maombi, unaenda kwenye praise kimazoea. Haujiandai kwenye maombi, unachukua nafasi ya kuhubiri kimazoea kwa sababu una sauti ya kuhubiri, umesoma chuo cha Biblia na kadhalika. Dhambi ya mazoea ibadani. Mungu wetu sio Mungu wa mazoea. Haijalishi una uzoefu na una ujuzi kiasi gani kwenye kuhubiri, usitumie hiyo nafasi katika namna ambayo ni ya mazoea. Kitu kingine kwenye kukosa heshima ya ibada ni random movements. Unakuta watu hawatulii ibadani, mara ametoka nje amekwenda kupokea simu, mara amekwenda kunyonyesha mtoto. Unakuta mwingine ametandika kanga nje, amelala chini kwenye kivuli, eti anabembeleza mtoto, ananyonyesha mtoto. Watu wamekosa heshima ya ibada. Mtiishe huyo mtoto wako kwenye maombi, asikusumbue ukiwa uko ibadani. Usijidhanie utajitetea kwa Mungu kwamba nilikuwa natoka mara kwa mara kwa sababu mtoto wangu alikuwa analia. No. Shetani atamtumia mwanao usiposimama kwenye nafasi, na utakosa kuwa na heshima, hasa kwenye upande wa ibada. Lazima turudishe heshima, na ndio maana ibada nyingi hazina nguvu ya Mungu. Ibada nyingi tunasali na mawakala wa kuzimu na hatutambui kwamba ni mawakala. Ibada nyingi zinaondoka na roho za watu, kuzimu inaondoka na roho za watu kwenye maibada. Na ndio maana leo kumekuwa na vifo vya hovyo vya watu wanaoitwa walokole, na wengine wanakufa kabla hata ya muda wao. Sababu mojawapo ni kukosa ibada zenye nguvu, na ibada zenye nguvu zinakosekana kwa sababu watu wamefanya mazoea na ibada. Mungu haonekani tena, badala yake mashetani yanatawala na kufanya uharibifu. Dhambi ya 4 iliyohalalishwa makanisani na ndo inaongoza kuwakokota wengi kuzimu ni dhambi ya kuidharau madhabahu. Madhabahuni panapodharaulika, kanisa hiyo itapata shida, na watu wanaodharau madhabahu watashuka na kukokotwa kuzimu. Ukisoma kwenye maandiko, kanisa, hekalu la wakati wa zamani, hapakuwa na mzaa. Yaani ukienda kule ukifanya mzaa una dedi, wanakutoa nje ukiwa maiti. Lakini leo watu wamegeuza madhabahu kuwa ni eneo ambalo sio la kuheshimika. Akipanda mtu madhabahuni anafanya vile anavyojisikia kufanya. Wahubiri wamekosa kuheshimu madhabahu. Praise team pamoja na waimbaji wamekosa kuheshimu madhabahu. Madhabahuni, unaweza ukasema kanisa lote ni madhabahu. That's why mara nyingi huwa tunashauri waimbaji, wanakwaya praise, wasipande juu kule madhabahuni wanapoongoza huduma, wasimame kwa chini. Unaweza ukasema hivi, kwa nini wasipande madhabahuni? Kwani kuna tofauti gani kule madhabahuni na chini? Nisikilize, kuna utofauti kiroho. Wewe ulioko mwilini hauoni tofauti kwa sababu unaona lote ni kanisa, lakini madhabahu ina tofauti. Nendeni mkawaulize hata hao mawakala wa giza waliookoka, watawaambia madhabahu ni eneo la tofauti sana. Na ndio maana shetani ametengeneza mazingira ya watu kuidharau madhabahu. Sasa kinachotokea ni hiki. Unakuta mtu amepanda madhabahuni amevaa nusu uchi. Biblia ilikuwa inakataza hata kwenye maandiko baadhi ya watu kupita maeneo fulani, anasema ili uchi wako usije ukaonekana juu ya madhabahu yangu. Mungu anasema hivyo. Lakini watu leo wanapanda nusu uchi. Watu wanapanda na madenge, utafikiri wametoka kuvuta bangi. Watu, yani heshima kwenye madhabahu haipo tena. Unakuta mhubiri anapanda, badala ya kuwasilisha neno, watu wamejiandaa kupokea neno, anaanza kumwaga sifa kwa mke wake. Anaanza kumproud mke wake, anatumia almost dakika 5 na zaidi kumsifu mke wake. Ni tafsiri ya wazi kwamba watumishi wamekosa kuheshimu madhabahu. Wachungaji hawana heshima na madhabahu. Sasa huwezi ukadharau nyumba ya Mungu, ibada ya Mungu, madhabahu ya Mungu, alafu for the same time ukabaki salama. Hatari ya kwanza inayotokea ni kupooza nguvu ya Mungu kwa hiyo kanisa. Na hatari ya pili, wewe uliyedharau, ni kukokotwa kuzimu. Kasome habari za wana wa yule kuhani kwenye Agano la Kale. Maandiko yanasema walipokosea na kutoa moto wa kigeni, Mungu aliwaangamiza pale pale. Hapakuwa na kuomba maji. Kwa nini? Mungu hataki madhabahu idharaulike. Hataki kanisa idharaulike. Hataki ibada idharaulike. Unapoidharau unamkosea Mungu heshima, na kwa sababu hiyo atakuangamiza katika moto wa milele. Kwa hiyo watu wanatumia madhabahu kama jukwaa la kuproud wake zao.
Listen, hata kama wewe unapeana nini na mke wako, hizo sifa ni nyumbani kwako, sio madhabahuni. Hapa watu wanataka kusikia neno. Wengine anatumia kuhadithia mambo ya mpira, ushabiki wa mpira pamoja na makorokoro mengine. Na ndio maana wakati fulani nilisema ni marufuku makanisa kutumika kama vituo vya kufundishia watoto wa nasari. Lakini pia nikasema ni marufuku makanisa kutumika kwa ajili ya kufanya semina za ujasiriamali na miradi, namna ya kutengeneza sabuni mnazifanyia madhabahuni. Huo ni ushetani mkubwa sana, ni ujinga ambao kuzimu imepandikiza. Kwa hiyo mchungaji, ukipewa kitu kidogo ili utoe kanisa litumike kwa semina wajasiriamali, wametoka huko sijui mikoani wapi, unapokea kale kapesa kadogo, unaruhusu semina za kipumbavu zifanyikie madhabahuni. Zinakuwa ni za kipumbavu zinapofanyikia madhabahuni, zinakuwa ni sahihi kwa sehemu yake zinapofanyikia kwenye eneo linalotakiwa. Kila jambo na eneo lake. Hizo semina zitafutiwe mahali pa kufanyikia, sio madhabahuni. Madhabahuni zitakuwa ni za kipumbavu, na kwa sababu hiyo Mungu atakuhukumia adhabu wewe uliyeshindwa kutunza heshima ya nyumba ya Mungu. Unakuta wanafanya sherehe gani kanisani, mavyakula, masoda, manini, wanapandisha madhabahuni, wanalia ndani ya kanisa, wanachafua maganda ya ndizi vitu, alafu wanaondoka, wanasema wengine mtafanya usafi. Shame on you. Mmekosa heshima na nyumba ya Mungu. Mungu awabariki. Mungu awape neema ya kukataa dhambi na kushinda huu ubaya. Kuna mwingine anasema kila nikipambana kuacha siwezi. Omba nguvu ya Roho Mtakatifu ikusaidie. Mungu awabariki sana. This is Prophet Justin. Shalom.